Mkongwe Farm tena bwana, safari hii tumeibiwa, tumesafishwa kuku. Majamaa wamekuja na usafiri wakabeba kuku wote. Sasa hizo ni changamoto za ufugaji. Kwa hiyo nataka nikuoneshe njia ambazo tumezichukua mpaka sasa hivi, ambazo zitakuwa ni msaada, na pia ni kwa wewe ambao unafuga mifugo yako, kuku au mbuzi au nini. Ukizitumia zitakusaidia ili na wewe usije ukaja ukaibiwa. Maana mimi huwa napenda sana pale ninapokosea mimi, basi mtu mwingine asikosee, ili asije akapata hasara kama mimi niliyopata. Kwa bana, pale tumeibiwa. Kuna wale kuku wetu wale wa video zile za kwanza, nafikiri watu wengi wanawafahamu, kwa ambao watazamaji wetu wale bana, tumeibiwa, wamekuja kusafisha banda. Kwa hiyo tunaanza tena moja. Sasa nitaelekeza hapa chapchapu vitu ambavyo tunaona vimesababisha tukaibiwa, au vimesababisha tukaibiwa kwa urahisi na hatukujua. Cha kwanza kabisa, waizi walikuja siku ya mvua. Kwa hiyo palikuwa pana kelele za mvua kwenye bati. Kwa hiyo huwezi kusikia kama kuna programu inaendelea nje. Cha pili, siku za mvua kama unavyojua TANESCO, umeme huwa unakatika. Kwa hiyo palikuwa umeme katika na kuna mvua, jamaa wakaja wakajibebea kama walivyokuwa wanataka. Sasa namna tulivyotengeneza suluhisho baada ya kuibiwa, tumefanya kitu kimoja. Cha kwanza, mabanda haya yalikuwa yako kule nyuma kabisa. Wale ambao mliangalia video nyingine, mabanda tulikuwa tumeyatenga kule. Kwa hiyo tulichokifanya, tumeyasogeza karibu na hii nyumba, ili patakapotokea kitu chochote bandani tuweze kusikia, kwa sababu mabanda yamekuwa karibu na nyumba kidogo, naona yamesogea karibu. Kwa hiyo hatua ya kwanza, hakikisha sehemu unaweka mabanda yako ni karibu na wewe kusikia, kwamba pakitokea kitu basi utaweza kusikia. Na banda hili lingine imebidi tulijenge kabisa karibu na hii nyumba. Hili banda kubwa hili imebidi tulijenge kabisa karibu na hii nyumba, ili hata pakiwa panaendelea kitu hapa usiku cha wizi, basi tuweze kusikia kwa urahisi. Hiyo ndio precaution ya kwanza tuliyofanya. Lakini baada ya kuibiwa sasa, ikabidi tujiongeze, tutafute ufumbuzi. Lakini pale banda ile lilikuwa lina kondoo, hawajaiba, na huko mbele pana sungura pia hawajaiba, wamebeba kuku tu. Kuku sasa hivi ni dili, wana soko sana, kwa hiyo wizi wa kuku umekuwa ni mkubwa. Ile kule ni bwawa letu la samaki kama mnalikumbuka. Precaution ya pili, njia ambayo tumetumia, imebidi tuingie mfukoni. Tumefanya kitu hicho unachokiona hapo kwenye hii nyumba yetu. Mabanda tumeyaweka mbele ya hii nyumba maksudi ili tuweze kusikia, lakini pia yaweze kuwa assessed, yaweze kuonekana na kifaa hicho. Tumenunua kamera. Inabidi tuingie gharama ya kununua hii kamera. Hii ni kamera ya sola ya wati 600. Sasa nitakueleza kwa nini tumenunua kamera ya sola. Sawa? Sababu ya kwanza, tumenunua kamera ya sola kwa sababu waizi huwa wanakuja umeme unapokatika, au wakija cha kwanza wanakimbilia kukata umeme. Kwa hiyo tumenunua kamera ya sola. Lakini kamera hii pia iko automatic, inawaka yenyewe giza likiingia. Kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu kuna muda unakuta uko mbali na shamba, alafu giza limeingia, mpaka uje kufika, hata kama ni nyumbani kwako unaishi, mpaka uje kufika uje uwashe taa, unakuta waizi wameshaiba. Lakini hii giza likianza tu kuingia inawaka automatic. Kwa hata kama uko mbali na nyumbani, mwanga unakuwepo, inakuwa usalama upo. Cha pili, kamera hii ina rekodi. Ina kamera 3. Ina kamera 3. Kulia ina rekodi banda lile kule, pande ule kule, lakini pia kushoto ina rekodi mabanda haya ya huku, na ina rekodi mbele upande wote paka ule upande wa bwawa letu la samaki lile, na kwenye bustani kukote ina rekodi. Kwa hiyo tumeamua kufanya hivyo. Lakini pia kamera hii unaweza kaweka option ya line au wifi. Hapo tumeweka line. Ukiweka GB 4, ukinunua GB 4, hapo ni mwezi inakaa, inatuma taarifa kwenye simu yako. Yaani ndio uzuri wa kamera hii. Taarifa inakuja moja kwa moja kwenye simu yako, na kila baada ya dakika moja ikiona kitu inapiga alama. Toka tumeanza video utaona kuna vingora ngora, tafsiri yake inanirekodi na ina sense, kwa hiyo ina move. Kwa hiyo nikitembea kwenda kulia na yenyewe inaenda hivyo hivyo, nikitembea kwenda kushoto na yenyewe inaenda hivyo hivyo, inanifuata. Kwa hiyo hata mtu akija anapozunguka inakuwa inamfuata. Lakini pia ina rekodi matukio automatic, pakiwa na mtu tu
ndio inaanza kurekodi na kumfuata anapoelekea. Hii itakusaidia kidogo, hata ukija ukiibiwa tena unakuwa unajua tayari mwizi wako ni nani, na watu wakijua pia kuna kamera kidogo wizi unapungua, wanaogopa. Sasa kamera hii pia ukihitaji, hata wewe tunaweza tukakusaidia kuipata. Gharama yake sio kubwa. Hii sisi tumenunua shilingi 300,000 kwa sababu tumeangalia standard, kamera yenye quality. Ziko kamera mpaka za 170,000, lakini je, ubora? Maana hii pia ni waterproof, kwa hata mvua ikinyesha haiharibiki. Quality ya sola yake, uimara, kukaa na chaji, inakaa na chaji, yani ukikaa hivi ni mpaka kesho, yani hakuna changamoto yote. Toka tumeiweka hapa inakaa muda kadogo, lakini inafanya kazi vizuri, inafanya kazi perfect, inaunganisha vizuri kwenye simu. Kwa hiyo angalau hizi zenye standard gharama yake ni shilingi, kama hii gharama yake ni shilingi 300,000, lakini iko na standard kwamba hata mvua ikinyesha haina madhara yote inayopata. Kwa hiyo angalau wewe mfugaji, kama unafuga ni nyumbani kwako, ni wapi, jitahidi upate kitu kama hichi. Sisi tumeibiwa, imebidi tujiongeze tununue kwa ajili ya ulinzi wa shambani kwetu, maana tayari tumekwisha ibiwa. Hasa na wewe weka tahadhari mapema, kwa sababu kwenye ufugaji changamoto sisi tumepata changamoto hiyo, kwa hiyo tumetaftulia changamoto hiyo. Kwa hiyo tumeweka kamera hapa mbele ili rekodi ya mabanda yote, tumesogeza na mabanda karibu, itarekodi mpaka kwenye bwawa kule mtu akija kuiba kitu, na pia itarekodi kwenye banda hili hapa. Weka comment yako kama unahitaji msaada wote, kama unahitaji namna ya kuipata kamera hii, pia weka comment hapo chini nitakujibu, au unaweza kaandika namba yangu ya simu ni 0784351550. Narudia tena 0784351550, au weka comment namba yako hapa chini tuweze kusaidiana. Jamani, wizi upo, lakini wizi usiwe ni chanzo cha wewe kukata tamaa ya ufugaji wako, bali wizi uwe ni chanzo cha au chachu ya kukupa wewe hamasa ya kutamani kuamka tena, kusimama tena na kuendelea na mapambano. Usikate tamaa ukiibiwa kidogo, kwa sababu wizi upo na utaendelea. Isipokuwa ukishaibiwa kama sisi, unatafuta namna sasa sahihi ya wewe kuanza kupambana na changamoto hiyo, au kuizuia changamoto hiyo isitokee tena kwa wakati mwingine. Kuna mtu ataweza kuambia bana, ungeweka fence. Hata ukiweka fence, watu wanaweza karuka ukuta na wakaingia na wakaiba na wakaondoka. Na kwa bahati mbaya, kama nyumba haishindi mtu mchana ikiwa na fence, mtu akiwa anaiba ndani ya fence ana uhuru, kwa sababu hamna mtu anayepita huko nje anayemuona. Lakini nyumba saa nyingine ikiwa wazi, mtu akija kuiba anahofia kwamba nitaonekana na mtu yoyote. Lakini akishaingia ndani ya geti yako, haizi kuonekana na mtu mpaka saa anatoka. Kwa hiyo wizi unaendelea jamani, tujihadhari, tuchukue tahadhari kama sisi tunazozifanya. Tutaendelea kupeana update, lakini hivi karibuni tunategemea kuendelea na project yetu mpya ya ufugaji wa kuku. Mbuzi wetu bado wapo, Mungu alisaidia hawakuibiwa, na programu yetu ya sungura bado ipo inaendelea, hawakuibiwa, na programu ya samaki bwawa sasa hivi tayari tumeshalitoa sumu kwa mara ya kwanza, tunalirudisha maji kwa mara ya pili kwa ajili ya kupokea samaki. Karibu Mkongwe Farm, tukue kwa pamoja.